Fi Sabilillah Online TV. Competence brings confidence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwani, ndugu zangu na vipenzi wa chaneli yetu, awali ya yote tumsabihi Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye ndiyo ametupa uhai, lakini pia ameendelea kutuneemesha kuweza kunufaishana kupitia chaneli yetu. Lakini pia usiache kusubscribe chaneli yetu, kulike na kucomment, ili uweze kupata vitu vilivyokuwa bora bihurmatillahi subhanahu wa ta'ala. Rehma za amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha niingie moja kwa moja katika darasa yetu ya leo, na hii darasa yetu ya leo itakuwa ni zawadi maalum kwenu ndugu zangu, hasa wale ambao wana watoto wadogo. Lakini si watoto tu, zawadi hii inaweza kumfaa mpaka mtu mzima kama mimi ninayezungumza. Leo tutaelekezana dawa ya kuweza kumsaidia mtu mwenye tatizo la kifua cha mshipa. Kwa maana kuna kile kifua ambacho mtu anapata kikohozi cha kukohoa mpaka anatapika. Sasa nisikilize kwa makini upate hivi vitu ili uweze kuandaa mwenyewe dawa hii na kuweza kumsaidia mtoto wako mwenye tatizo hilo, ima ndugu yako mwenye tatizo kama hilo. Tunasema kitu cha kwanza upate kitu kinachoitwa shamra ama shomari. Kisha utapata zamda mbegu. Kisha upate kitu cha tatu ubani mushtak, upate na kibiriti upele, upate vinega nyeupe, ndimu ya maji pamoja na asali halisi ya nyuki. Hivi vitu vyote hapa, kuna dawa ambazo zenyewe ni za kutwangika, ikiwemo shamra, zamda mbegu, alkadhalika hata huu ubani mushtak. Kama utatwangwa vizuri ukapondeka itakuwa ni vizuri, kwa maana dawa zote hizi utachemsha pamoja. Na hizi dawa unaweza ukataka kuniuliza, hizi dawa naweka kwa kipimo gani? Tunasema hii shamra upate gramu 50, zamda mbegu gramu 50, lakini ubani mushtak unaweza ukapata kile kijiko kikubwa cha kulia chakula, kibiriti upele kadhalika kijiko kidogo, vinega utatia vifuniko vitatu hii nyeupe, ndimu ya maji vifuniko viwili, asalun nahli, hii asali utaweka kwa kiwango kisichopungua cha tunasema robo lita. Kisha utavichemsha pamoja hivi, na huyu mtoto ama huyu mtu mwenye tatizo la kifua cha mshipa atakuwa akitumia kijiko kimoja kikubwa cha kulia chakula kutwa mara 3. Asubuhi kijiko kimoja, mchana kijiko kimoja, na alikadhalika usiku kijiko kimoja. Kama ni mtoto atatumia kijiko kidogo kile cha sukari ama cha chai, kwa maana navyo atatumia kutwa mara 3, asubuhi kimoja, mchana kimoja na usiku kimoja. Ataendelea na utaratibu huu ndani ya masiku 14, na insha Allah biidhnillahi subhanahu wa ta'ala dawa hii itamtibu na kumaliza tatizo la kifua cha mshipa, na Allah tabaraka wa taala ataimarisha afya yake na ataweza kuwa imara na kuendelea na majukumu mengine. Tunasema fanya utaratibu huu ala riki, katika mfumo halisi wa dozi wa kufuatisha masiku hayo yote, na kila kitu kitakuwa sawa bihurmatillahi subhanahu wa ta'ala. Usiache kufuatilia darasa zetu ili uweze kunufaika na kupata manufaa kwa idhni yake Allah tabaraka wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.